your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Right, asante sana mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye meza hii ya magazeti hii leo, ikiwa ni tarehe 18 mwaka wa 2022 na mwaka 2021 ikiwa ni mwezi wa 5. Karibu tena kwenye magazeti. Gazeti langu hii leo ni la The Standard, waweza kuniita Edwin Moka. Najua hii ndio ile siku ambapo wale wananchi katika constituency ya Bonchari wamekuwa wakingojea. Na ile constituency ya Juja wamekuwa wakingojea ili wachitokeze kwa wingi kuweza kuwachagua viongozi ambao watakuwa wanasaidia hapo mbeleni. Na viongozi washachaguliwa. Bado kura washachaguliwa. Ndio ni kuidhinisha tuende kupiga kura, lakini Mwenyezi Mungu ashachagua. Ndio nakwambia kila siku kwamba kiongozi anayechagua ni Mungu, lakini sisi ni kwenda tu kupiga kura, lakini sijui kama kutakuwa na wizi. Sijui. Tutamani kwamba kunao na waombea tu kwamba mpango wote uende sambamba. Na vile vile kulikuwa na vurugu sana, kumekuwa na vurugu katika kampeni za eneo bunge haswa la Bonchari. Lakini kwangu kawaida mimi nawaambia wapiga kura kwamba wewe enda piga kura yako, rudi kwa nyumba, ngojea nani atakuwa mshindi. Ukishafanya kila mtu afanye kazi yake, hamna haja wewe kwenda kurusha mawe pale, hakuna haja wewe kwenda kuzua vurugu, haisaidii. Manake mwanzo unaweza umia, unaweza kufa, unaweza pigwa pango, unaweza pigwa jiwe, unaona. Hivyo iweze kusaidia. Piga kura yako vyema, rudi nyumbani, kalale. By the way, kalale tu, ngojea matokeo itakuwaje. Unajua kuna wagombeaji 13 naam, ambao wamechitoza katika kinyang'anyiro hicho. Sasa hivyo ni jukumu la wananchi kuona kwamba ni nani yule, ni yupi yule ambaye anaweza kuwatimizia yale ambao ni malengo yao. Mpenzi mtazamaji na yule ambaye anatusikiliza wakati kama huu, ni gazeti la Taifa Leo, ndilo gazeti ambalo nimebeba mkononi ili niweze kuwajuza yale ambayo yamenakiliwa katika gazeti hili zima. Naam, sijui anze na ukurasa wa kwanza wa Taifa Leo. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Taifa Leo wanasema kwamba viongozi wa makanisa wazuta serikali kwa kupuuza mahakama. Ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa 11 hadi 14 wanasema kwamba upofu unaweza kuepukwa watatisa maisha ya wengi. Ni ukurasa 14 hadi 11 hadi 14. Katika ukurasa wa pili wanasema kwamba Uhuru kuchipanga upya 2022. Kuna wale ambao walikuwa wametarajiwa kumrithi. Najua Biblia haijaanguka, haijazama, manake hatujajua bado. Hizi wale ambao ni wachanganuzi wao wanasema kwamba Biblia imekuwa pigo kubwa kwa kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga na rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa lazima Uhuru achipange tu upya kuhusu nani atakayemrithi. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu wa tatu wanasema kwamba kuna maandamano ambayo yalipangwa hapo jana, wakati wa kaaji wa Mombasa walikuwa wanalalamikia mauaji dhidi ya Waisraeli wale ambao wanaendelea kuua wa Palestina. Unajua naam, najua ndio kwamba wanahusikaje. Na nauliza ikiwa kuna vurugu hapa Kenya, ukoshwa wa Israeli wataandamana. Nikuuliza, wakati George Floyd aliuawa pale US, what happened in Kenya? Naam, sina nakuuliza bado. Hawezi. Naona walikuwa wanaandamana hapo jana. Huo ni ukurasa wa 3. Na katika ukurasa wa 6 hadi 7 wanasema kwamba zoezi la mitihani ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wote wa gazeti la Taifa Leo. Na moja kwa moja gazeti langu The Standard, ukurasa ni wa kwanza. Tuangazie yale yamenakiliwa katika gazeti nzima. Tukianza na the headline ya gazeti la The Standard: Bonchari Matiang'i test DP Raila might.
Bonchari, Matiang'i test DP Raila might, kwamba kidogo Matiang'i, Fred Matiang'i mnataka kuangalia ni nguvu zipi ambazo naibu wa rais pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga wanazo pale Bonchari. Kwa hivyo hata kuangalia kidogo nani atazidi mwingine. Kumbuka kwamba pia serikali imo pale. Kuna Zebedeo Opola ambaye anagombea kiti hicho kutoka na chama cha Jubilee. Naam. Hivyo sasa ndivyo nasema kwamba unajua sasa hivi yeye ana kampeni nani kidogo, yeye anataka Jubilee ichukue mkondo wake, unaona. Kwa hivyo anaangalia kwamba hapa ni eneo lake, yeye anatoka hapa Gusii, unaona. Kwa hivyo lazima adeliver, unaona. Kwa hivyo anataka pengine huyu kiongozi wa Jubilee aweze kuchukua ushindi. Akikuwa mshindani, basi hivyo atakuwa amemwangusha Raila pamoja na DP Ruto. Hayo ni katika ukurasa wa 6. Vile vile katika ukurasa wa 16 tunaangazia Tanzania ambayo sasa hivi imegeuza zile sheria ilikuwa imeweka kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19. Kuna gani hapa tena? Kuna Rastafarians. Rastafarians jana hapo waliweza kujumuika kusema kwamba marijuana ama bangi iweze kuhalalishwa hapa nchini Kenya, kwamba waweze kuivuta. Ni kuivuta ama ni kuchoma? Nasema ni kuchoma. Unajua hawapo serious. Wanasema kwamba hiyo ni kama vile Wakatoliki wanapata sacrament. Wanasema kwamba marijuana wanasaidia sana wakati wanaabudu. Hii marijuana, bank na kuabudu. Na mnajua au ni marastafari, hiyo ni cult yao, sio? Wewe ukienda pale kanisani kuna sacrament yako, sio wewe tunaikula mtu tunafanyaje? Lakini kuna shida gani bangi kihalalishwa nchini? Kama unauliza nimeuliza tu. Na hayo ni katika ukurasa wa 3. Vile vile kuna hapa wanauliza kwamba nini kinaweza kuwa kimeenda vibaya kuhusiana na bajeti ya Uhuru Kenyatta. Hayo ni katika ukurasa wa 26 wa gazeti hili la The Standard. Moja kwa moja Taifa Leo ukurasa wa 2, tuangazie yaliyo. Ukurasa wa 2 katika gazeti hili wanasema kwamba Baraza la Taifa la Makanisa NCCK liliweza kuwaonya wanasiasa wale ambao wanakiuka mahakama na wale ambao wanaendelea kushtumu mahakama juu ya ule uamuzi ambao ulipeanwa hivi majuzi kuhusu kuzimwa kwa ripoti zima ya maridhiano ya BBI. Wanasema kwamba majaji ama jopo la majaji wale 5 walikuwa wametoa maoni yao na haipaswi kuweza kusema kwamba ripoti hiyo zima ya BBI ilikuwa null and void. Huo ni ukurasa wa 2, ndio taarifa ambayo imechapishwa huku ikiwa ya kwanza. Katika ukurasa huu wanasema kwamba uamuzi wa koti kuhusu BBI walazimisha rais kuanza mikakati mipya ya atakayemrithi kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2022. Wanasema kwamba najua kuna wale ambao walikuwa wamejengewa nyadhifa mbalimbali. Najua BBI ingepita kuna wadhifa wa waziri mkuu, manaibu wake 2 na wengine. Sasa jambo hilo lilikuwa limewaleta pamoja vigogo wengine wa siasa. Kuna Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, Wetangula, Mudavadi walikuwa wamekanganywa kuambia kwamba BBI ikipita kuna hizi nyadhifa ambazo kama 5 hivi ambao watakuwa wamepewa nafasi kule. Sasa wamesema kwamba BBI vile imeangushwa na isipopita itarasimu rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta kuchipanga upya ili atafute njia nyingine ya kuwadanganya. Unajua na bedheni kuulize tu kwa maono yako tu kuhusiana na BBI, tuseme imepita. Ni lengo lipi ama ni dhamira gani Rais Uhuru Kenyatta ako nayo pengine kuhusiana na uchaguzi wa 2022? Unajua kwa maoni yangu tu. Kwa maoni yako na wa Kenya maoni yangu. Anajua Uhuru Muigai wa Kenyatta ni rais. Na nataka kwamba akiondoka mamlakani aje kitu inaitwa legacy. Sasa saa hizi asipofanya kazi na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, itakuwa ngumu sana kudeliver the 4 big agendas. Ikumbuke kwamba naibu rais hujanijibu bado, hujanijibu. Naongelea kuhusiana na siasa yake. Yeye atachukua nafasi gani pengine? Hamna. Una uhakika? Kuna wakati ambapo alikuwa na kampeni ya BBI, alisema ilikuwa Kisii wakati walianzisha BBI. Ni kusema tu manake acha nikuulize. Yeye afaidi na lolote. Ndio nikurudishe nyuma kidogo katika kampeni za mwaka wa 2017 kunradhi. Kuna mahali alikuwa anasema kwamba kuna watu wanataka kufanyia katiba marekebisho.
Hii haitawezekana kamwe. Na sasa hivi ukiangazia, sasa hivi kuna hayo yote yanataka kufanyika, kuna mageuzi yanafanywa katiba. Ilikuja ikabadilika. Siasa ni mchezo tu. Ndio nimekuuliza, sasa hayo yalibadilika. Una uhakika gani ingawaje alisema kidogo hawezi wania kiti chochote, anaenda nyumbani, kwamba hayo yatasalia tu? Sasa mimi si rais. Kwa sababu wanasema kwamba kuna wale viongozi ambao ni vigogo wa siasa ambao rais wa Jamhuri ya Kenya angependa kwamba afanye nao kazi. Kama kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, kuna Kalonzo Musyoka ambaye pia amekuwa naibu rais, kuna Musalia Mudavadi, kuna Moses Wetangula, kuna Gideon Moi. Anasema kwamba itamlazimu atafute njia mwafaka ambazo atakuwa anawadanganya. Waambie kwamba huu wadhifa upo kwa ajili yako. Hii nyadhifa iko kwa ajili yako. Sasa wanasema kwamba BBI ikiangushwa tu, rais atakuwa na jukumu la kufanya kazi tena. Atafute njia nyingine mwafaka ya kuwaunganisha hao wanasiasa wote. Huo ni ukurasa wa pili, na wanasema kwamba Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni rais anatarajiwa kutembelea mkoa wa Pwani ili kuweza kuzindua meli moja. Kuanzia wiki Alhamisi anatemea kwamba atatembelea eneo hilo. Huo ni ukurasa wa pili, na kuna hii taarifa ambayo umeisema kwamba Marastafarian wanataka kwamba bangi iweze kuhalalishwa. Sidhani kama hilo litafanyika huko nje. Na likifanyika nini kitatokea? Mimi sioni haidhuru. Yaani kuna shida gani? Unajua mwezi mmoja, takriban mwezi mmoja umepita. Kuna wanajida kama Rastafarian Society of Kenya. Waliruhusiwa, chama chao kilikuwa registered. Sasa kuna mmoja wao ambaye alikuwa president, wanamuita kama president of Rastafarians, alikuwa ameaga mwezi mmoja umepita. Namna na jinsi ambao walivyomfanya masishi yake, niliona kwamba Kenya yalikuwaje. Najua walikuwa wale Marastafarian wanasema kwamba kama una rasta wewe si muzika. Sasa walikuwa tu marasta tu ndio walikuwa na muzika. Na walikuwa wengi, kumbe kuna marasta wengi nchini. Na awajua mimi mwenyewe kidogo nikikuwa nilikuwa najua yote tu mwenye kuna dread kwa kichwa pengine ni mwizi, ni jambazi. Hiyo dhana ilipita wakati. Lakini hebu fikiria Kenya yenye sasa hivi watu wote wameruhusiwa. Kama unataka kuvuta bangi huko sawa tu, ukipita njiani kuna mtu tunaita kuchoma. Anachoma mali yake pale tu. Kuna statement nataka kusoma huko. Nataka kusoma tu vile imeandikwa. Anasema hivi. Naam. Waumini wa imani ya Rastafari RSK jana waliwasilisha kesi wakiitaka mahakama kuu ihalalishe matumizi ya bangi, wakisema kwamba inawasaidia wanapoabudu. Sijui bangi na kuabudu sinaendana aje sasa. Nikuulize, tuna dini ya aina ngapi hapa nchini Kenya? Mingi sana. Ni nyingi, sio? Kwa hivyo jinsi Marastafari wanasema kidogo kuvuta bangi inawasaidia kuenda karibu na Mungu wao. Waache tu, manake ni dini. Wanazidi kusema hivi, kupitia kwa wakili wao Shadrack Wamboi, walidai kuwa bangi ni dawa na ina nguvu za kiroho zinazowawezesha kuwasiliana na Mungu. Sina sawa tu. Sio ni kudanganya tu. Si kudanganya. Manake kuna dini nyingi zaidi hapa duniani. Kuna wale wakiingia ndani ya kanisa wanavua nguo zote, wanaenda pale unaona kuabudu. Haina mpango maalum kwamba lazima watu waabudu hivi, unaona. Vile vile uweze sema kwamba kuzungumza na Mungu wako lazima ukuwe na mpango fulani, unastahili kuzungumza na Mungu. Pengine kama Marastafari wanasema kidogo wakivuta bangi na wanazungumza na Mungu, anamuona pengine pale mbeleni wakizungumza moja kwa moja, na waruhusiwe tu. Penzi mtazamaji na yule ambaye anasikiliza, unayasikia yale ambayo mtangazaji mwenza Edwin Mwanonga anasema kwamba hamna shida. Ikihalalishwa hamna shida. Mpango mzima wa Sheria Botaka, hilo ndilo litakuwa jambo ambalo tutakuwa tunaliangazia siku hii ya leo kuanzia saa 4 hadi saa 7 pale. Tutakuwa tunaangazia kwamba unaona kweli hii kitu hii ikihalalishwa si ni shida tu. Pia unaweza changia upande wa YouTube, tuko live AGR FM ama AGR News. Toa mchango wako katika ukurasa huu wa 4 wa 3. Ni maandamano hayo ambayo nilikuwa nimewaambia hapo awali kwamba kuna maandamano ambayo yalikuwa yamezuka pale Mombasa, ambapo kuna wale
Mombasa kuna wale wananchi wa eneo hilo walikuwa wamekusanyika ili kuweza kuandamana, wakisema kwamba wakishtumu vikali yale maandamano ama yale mauaji ambayo yamekuwa yakitendeka baina ya Wapalestina na Waisraeli. Wanasema kwamba Waisraeli waaje huru wa Palestina. Hayo tu ndio yamenakiliwa katika lakini mimi kidogo nasema Wakenya tu ni kama hatuna kazi, we are too idle. Manake sitaanza kuandamana lakini sawa tu. Ni sawa tu. Ajao waliambiwa kwamba kuna COVID-19. Waweze kufuata yale masharti ambayo wamepewa na serikali kuona kwamba hakuna mzambao. Lakini hawakuitikia mambo hayo. Waliweza kuendelea na maandamano yao. Na ukurasa wa pili wa gazeti langu hapa The Standard nataka kudokezea yaliomo. Kama kawaida gazeti la The Standard tunaenda moja kwa moja hadi miaka ya zamani, miaka 100 hivi iliyopita. Tunakujuza historia ya Kenya pengine katika ulingo wa siasa ama na mambo mengine. Leo hii kidogo tunakupeleka tukujuze kuhusu aliyekuwa anaitwa Dr. Milton Apollo Obote. Huyu alikuwa ameenda chuo kikuu cha Makerere kidogo, lakini aka drop out of the university. Ndio hivyo, alikuwa amezaliwa ama ni mzaliwa wa Lira region, na alikuwa alitoka wakati alisha drop kutoka Makerere University, ikabidi ameingia Kenya kama mfanyakazi, akafanya kazi ambapo alikuwa ameajiriwa na Molem. Lakini kidogo tukagundua kwamba aliweza kukua na wafuasi wengi zaidi, manake alikuwa ameanza kutetea haki za wafanyakazi. Kidogo anasema kuna wale wanakandamizwa, kuna wale haki zao zinadhulumiwa, kwa hivyo ikakuwa lazima awatetee. Ndio hiyo kuwatetea, akakuwa na wafuasi wengi zaidi. Na vile vile nakumbuka kuna siku moja ambapo Uganda kulikuwa na inaitwa Uganda Hall, ilikuwa inafunguliwa pale Egerton. Ilikuwa inafunguliwa pale Egerton College nyakati hizo, manake kilikuwa ni chuo cha zamani zaidi. Hapo ndio aliweza kuungana pale, akapokelewa na William Odongo ambaye alikuwa ni principal. Miaka mitatu baadaye akaangushwa pamoja na Idi Amin, ambapo alienda kuhudhuria conference pale Singapore. Baadaye vile vile alirudi tena akaingia State House, akawa rais pale Uganda mwaka 1981. Lakini baadaye vile vile alifosiwa ama ilimlazimu kutorokea Zambia, ambapo alikaa pale hadi kifo chake mwaka wa 2005. Kwa hivyo hapa ni wakati zile nyakati ambapo nchi ya Kenya pamoja na nchi ya Uganda zilikuwa moja. Hapo wanasema they behaved like real sisters. Ilikuwa ni mandogo. Ni katika nyakatizo vile vile. Na hapa ni historia ambayo inaonyesha kwamba mtu ambaye pengine hakuhitimu kwenda university, lakini baadaye akaweza kuchukua uongozi. Vile vile ukurasa wa 3 sitaongelea mengi, manake mwenzangu ashaiongelea, ni hayo tu ya Rastafarians. Rastafarian. Kuna yule ambaye anasimamia, kuna jina ambao wamemtundika huko, wanasema kwamba anaitwa kama mwendo wa mbua, anaitwa kama Professor Ras Prophet. Ni prophet ambaye prophet. Na unaona hapo nataka kabisa bangi iweze kuhalalishwa. Si msato. Si mzaha, manake ni sawa tu, ni sawa. Kama nataka ihalalishwe na wakiona kwanza. Na mwenda zake alikuwa anaitwa nani? Ule alikuwa mbunge wa Kibra. Alikuwa anaitwa nani? Okoth somebody. Kabla aage ama afariki, alikuwa amechukua mswada pale bungeni akisema kidogo bangi kihalalishwa hapa nchini Kenya itasaidia zaidi katika uchumi. Unaona huko, kwanza kuna huyu ambaye alikuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko, amekuwa akizungumzia swala hilo sana. Hata jana katika mtandao wake wa Facebook alikuwa ameandika kwamba maoni ya wale ambao wanamunga mkono ni yapi. Jambo hili liweze kuhalalishwa. Mimi sioni Kenyans are jokers. Sioni. Sigara iko halali tu, sio? Nini tofauti gani kati ya sigara na bangi? Maifuta bangi. Si kuvuta no. Kuna sina uhakika though. Kuna msemaji mmoja alikuwa anasema kidogo bangi haina side effects mtu akivuta.
alisema tu sina uhakika, naam, sina uhakika na sijaivuta bangi, sijaitangamana mtu mwenye anavuta bangi anieleze uzuri wa bangi nini, lakini sijaijua. Maana walikuwa wanasema kidogo sigara iko na side effects mingi zaidi kuliko bangi, lakini sigara sasa hivi imehalalishwa hapa nchini Kenya, unaona. Kwa hivyo jaribu tu kufuta bangi unajua kama kuna katika ukurasa huu wa 4 gazeti la Taifa Leo anasema kwamba viongozi wampa Yatana, Kuru Yatana pressure kutumia county pesa. Kuna zile fedha ambazo zinatengewa county kila bajeti. Anasema kwamba mwaka huu county mingi hasa ile county ya Kericho bado haijapokea hizo ama hicho kiwango cha fedha ambazo zinapaswa kutumwa katika county mbalimbali. Anasema kwamba ubabe wakati ya Jubilee ODM UDA watazamiwa kukolea katika uchaguzi wa mdogo wa eneo bunge la Bonchari. Unajua kuna viongozi wa 13 ambao waliidhinishwa na tume huru ya uchaguzi wa na mpaka IEBC katika eneo bunge hilo lenye wapiga kura 52,624 52,624 au ndio wapiga kura. Sasa sijui hao 13 watawaganya aje. Kuna mbunge wa zamani ambaye ni Sebedeo Opore ambaye anapeperusha bendera ya Jubilee, huku mjane wa marehemu Bwana Oro Yoka anaitwa kama Bi Teresa Bitutu akiwania kupitia chama cha UDA ambacho ni chama kinahusishwa na naibu rais Daktari William Samoei Ruto. Kuna Pafel Oimeke ambaye anapeperusha bendera ya chama cha ODM. Sasa hao tu ndio wale ambao wanatasimiwa kwamba kiongozi yupo hapo kwao watatu. Najua kuna wengine ndio lakini kiongozi yupo hapo kwao watatu. Punda ni wangapi hapo sasa? Ni watatu. Na wengine ni ni punda lakini bado hawaja. Wengine ni kama Asali Kera ambaye anawania chama cha kutoka chama cha United Green Movement. Kuna vyama vingine ni kama sijaivi sikia bado. Kuna Jona Kendi ambaye anawania chama cha New Democrat. Kuna huyu ambaye anatoka kama Mogaka Ndege Progressive Party of Kenya. Kuna David Ogega Oyugi chama cha Kenya Social Congress. Kuna Margaret Gesare Nyabuto Maendeleo Sharp. Kuna bwana Kevin Mosomi ni wa chama cha Party of Democracy Unity. Kuna Jeremiah Tancha ambaye ni wa chama cha Agano. Kuna Victor Omanwa ambaye ni chama cha Party of Economic Democracy. Kuna Nyakea Eric Oigo National Reconstruction Alliance. Kuna Paul Matagaro ambaye ni Mwangaza tu Party. Huyu Paul Matagaro amekuwa akiwania tangia nizaliwe. Nimekuwa nikimsikia sana Paul Matagaro. Hao ni baadhi ya wale viongozi ambao wanatazamia ama wanamezea kiti hicho cha ubunge katika eneo bunge hilo la Bonchari. Jambo kuu ambalo utawaambia wale ambao ni wapiga kura. Nishasema kawaida, washa vurugu, piga kura yako, rudi nyumbani, kunywa uji yako nyumbani pale, pika, kula, lala, ngoja matokeo. Lakini kitokeza kwa wingi ili tuweze uchague kiongozi. Kidogo kidogo tusije kupata tena ndo hao watu naandamana, barabara haijajengwa. Sasa hivi chagua kiongozi kwa muda mchache umebaki ambaye atakusaidia ifikapo 2022 vile vile tuweze kuchagua wengine tena. Najua jambo ambalo lilinifurahisha na uchaguzi huu mdogo wa Bonchari ni kwamba wana miezi michache sana ya kufanya kazi. Yule ambaye atakayechaguliwa na miezi michache sana. Lakini njia ambazo walikuwa kutafuta kula, njia ambazo walikuwa kutafuta kura zilikuwa njia ambazo ni bunifu sana. Kisha kulikuwa na COVID-19. Sasa ilibidi kila mmoja kati ya watatu, kwanza watatu ambao tumetaja Opore, Oimeke na Teresa, walikuwa wanatafuta njia zingine ambazo ni mwafaka. Walikuwa wanapita nyumba kwa nyumba. Grassroots inaitwa hiyo ni kwa mimi inaitwa grassroots politics. Grassroots politics. Sio ndio hizo njia akuzoa kura miongoni mwa wakazi wa Bonchari. Hayo ndio alikuwa ameangaziwa katika gazeti hili. Sasa kuna mwanamke mmoja pale Mombasa. Huyu mwanamke mmoja walikuwa wanavuka feli. Huyu mwanamke mmoja alishtakiwa na akapelekwa kisimbani baada ya kufanya tendo la kuudhi katika kifuko hicho cha feri. Alifanya hivi. Ana miaka 25. Alishtakiwa kwa kuguza makusudi makalio ya B
binti. Kuna binti ambaye alikuwa anafuka naye kwa pamoja. Sasa huyu mwanaume, huyu mwanamke alikuja akasimama. Huyu mwanamke alikuwa amesimama, unajua kule kifushi pale mnasimama, kuna kuketi. Sasa kuna mwanamke alikuja akasimama mbele yake. Huyu mwanaume akasimama nyuma yake. Sasa akamgusisha, akaguza makalio yake. Wanasema kwamba kwa kupenda ama kwa kutopenda? Kwa kupenda, yani ni kwa makusudio. Aligusisha, wanasema kwamba aligusisha makalio ya mwanamke kwa uume wake. Hiyo sasa inazuiliwa aje? Manake mko kwenye kuna social distance. Naam. Sasa wanasema kwamba huyu mwanaume anasema kwamba huyu mwanaume alikuwa amependezwa na makalio ya yule mwanamke. Naam. Sasa kuna social distance kule. Sasa yeye aliona songe tu kalipu at least akamshika. Alafu sasa ameshtakiwa akamhusisha kwa uume wake. Ameshtakiwa huyo kwa hiyo makosa. Sijui kama hiyo ni makosa ambayo kufanya lolote. Ni makosa ni makosa kushika kitu ya mtu bila idhini yake. Ni makosa sana. Inasemekana mwanamke huyo alikuwa amevaa nguo fupi iliyokuwa na msongamano mkubwa. Wakati mtuhumiwa alitoa uume wake na aliutoa na kusugua kwenye makalio ya mwanamke huyu. Alitoa uume wake na hiyo ni hatia hiyo. Sasa huyo alikuwa anadai viboko huyo. Hapo ni mbaya. Sijui dunia. Huyo sasa ni viboko tu alikuwa anadai. Kenya sasa zingine hawapo serious. Sasa zingine Kenya ni sajoka sasa zingine. Alitoa na kuguzisha. Huyu mwanaume aliachiwa kwa dhamana ya shilingi 200,000. 200,000. Ikamcost tu kutoa zip kufanya mambo kama hayo 200,000. Ni vyema. Hadi tu amenakiliwa katika ukurasa huu wa 4 na ukurasa wa 5 wa Taifa Leo. Moja kwa moja ukurasa wa 4 hapa tunaangazia COVID-19. By the way, corona sasa hivi watu ni kama watu wamepunguza ule uoga walikuwa nao. Manake kidogo Jana nilikuwa katika eneo bunge la Bonchari. Ilikuwa kama saa 1 jioni hivi. Kuna GSU ambao wamewekwa pale, kuna askari ambao wamemwawa ni wengi sana. Wamemwawa kimaji. Wamemwawa pale, wengi sana. Niliona wao wenyewe hawafuati yale masharti ambayo ni ya kuzuia msambao wa COVID-19. Kwa sababu wao wamevaa mask, social distance hamna. Nilipouliza jana zile pesa ambazo wanapeana zinaitwaje kwa Kiswahili? Uliona wakipeana. Unajua watu zinaitwaje kwanza? Yaani nataka zinaitwaje? Si ni pesa. Ni pesa. Pesa ni pesa. Pesa ya kura. Tunajua kuna tao tunatumianga kwa lugha ya mama. Ni kusaga, kusiaga. Jana baadhi ya wale ambao walikuwa katika eneo lile kama bado wamesahau kidogo kwamba kuna sheria ambazo zinafaa kufuatwa ili kudhibiti msambao wa COVID-19. Naam, hapa wanasema kwamba mwezi Julai inaaminika kwamba kidogo ugonjwa wa corona utazambaa, ni kuzambaa. Naam, ugonjwa wa COVID-19 kama utazidi kuenea zaidi nchini Kenya mwezi wa Julai. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba kidogo sitishe zile katikuli za kawaida, pengine masharti ya kudhibiti ugonjwa wa COVID-19. Ukurasa wa 4 huo. Ukurasa wa 5 hamna lolote hapa la kutufaidi. Ukurasa wa 6 hapa ndo tunaangalia Ruto, Raila, Matiang'i ambao sasa hivi wanaendelea kushindana, wameshikana kabisa, wanaangaliana nani ataangusha mwingine. Kidogo tuko na Bonchari, sijui mbona Bonchari naangaziwa zaidi huku Juja kidogo haiongelewi. Najua ina depend na vile mvumo. Niliona katika mtandao mbunge wa Gatundu South ambaye ni Moses Kuria alikuwa anasema kidogo maeneo mingi ama vituo vingi vya kupigia kura pale Juja hamna stima imezimwa. Niliona kilalama leo kwenye mtandao. Kwa hivyo sijui mbona hapo hayangaziwi kidogo, lakini kidogo naona Bonchari constituency ama eneo bunge la Bonchari wengi wameangazia sana. Sijui ni kwa sababu vifo nini. Kampeni ambayo imefanywa katika eneo bunge hili la Bonchari si ya mchezo. Unajua kuna wale sasa
sasa hivi sitaji jina, kuna wale kidogo wanataka kuonyeshana kwamba wao ni vigogo, wako na si hapa kwao Kisii, unaona. Kwa hivyo wanataka kuonyeshe mkubwa mwanene bwense. Na yule ambaye atakuwa mbunge kwa sasa katika eneo bunge la Bonjari, kuna percent mingi kwamba 2022 bado atakuwa mbunge, kwa sababu hilo ndilo jambo ambalo linaangaziwa sana. Kwa sababu Bonjari inaaminiwa kwamba ukishaingia tu pale, umeshaingia, kutoka tu ni shida. Inaaminika hivyo tu. Ni kuaminika tu, lakini si halali. Kwa wale ambao wamekuwa pale, wamekuwa wakishikilia. Najua ni vigezo fulani watu fuata ili kuchukua kura, si ama kuwa washindi. Kwa hivyo pengine akina Opore wale washapita kidogo, walikuwa na mbinu fulani za kuzoa kura ama kuconvince watu kuwapigia kura. Kwa hivyo uwezi jua. Na nilikuwa natumai kidogo watu wangeonea ule mama Kite ambaye alikuwa amefiwa kidogo. Ama kwenye siasa na kufiwa na una uhusiano. Siambatani. Na kidogo kura ingepigwa ile kama wakati alizikwa. Kura ingepigwa wiki mbili baadaye. Ile mama angezoa hizo kura. Manake huzuni kulikuwa, alafu kwa sasa hivi hamna tena. Sasa hivi ni maana. Sasa hivi ni kura tu. Ni jinsi unajitokeza kwa watu kwamba kura. Limesaulika. Naam, sijui, lakini tunasema kwamba tunasemaje, kiongozi mwema aweze kuwa mshindi. Na washachagua, Mungu ashachagua already, yeye anajua kiongozi ni nani. Kwa hivyo tuangazie kidogo hapa Bonchari constituency, wale ambao wanawania kiti hiki cha ubunge katika uchaguzi huu mdogo. Kidogo kuna watatu ambao wameangaziwa zaidi. Unajua kuna wale wanasemwa kidogo baina ya watatu ndio tutapata kiongozi. Tunasema punda ni sijui wanasemaje, farasi ni watatu sasa. Naam, hapa tuko na Oimeke Robert Pavel wa ODM. Kuna Opore Zebedeo John wa Jubilee Party, vile kuna Oro Teresa Bitutu wa UDA. Naona kitu kama percent, I don't know which percent. Tulia. Vile kuna viongozi wengine ama kuna wale wengine wanawania kiti hicho kama Atanja Jeremiah wa Agano Party. Agano Party sijui ni party gani, sijaisikia. Kuna Kera Merisali wa United Green Movement, Matagaro Paul Mongiti from ama kwa kiti ya Mwangaza Party. Kuna Mogaka Charles, kuna Kevin Mokaya, kuna Margaret Gesare, Eric Oigo, Victor Umare, Onkendi Ondieki Jona, vile kuna Oyugi David. Hao ni wale wanaenda kuwania kiti hicho, lakini sasa hivi uzito uko katika hawa watatu wa ODM, Jubilee na UDA. Na by the way sasa hivi nimeona kuna clip inatembea sana mtandaoni. Kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa amevaa inaitwa ile reflect imeandikwa Zebedeo Opore. Alipatikana na pesa mingi zaidi pale. Nimeona hicho tuseme ni clip ama ni video ikitambaa sana mtandaoni. Kwa hivyo sijui itakuwaje. Vile Juja constituency ama eneo bunge la Juja, kuna anaitwa Waitutu Susan Njeri wa Jubilee Party, kuna Ndungu George Koimburi ambaye ni Progressive Empowerment Party, na wengine ni kama Mwangi Kariuki Chege Kagera, Eunice Wanjiru Kariuki, Joseph Gishui, kuna Kariuki Rashid Iregi, Marungo James Kariuki, Mburu John Joroge, kuna Ndungu Anthony. Nao ni wengi zaidi, Zulu Julius, hao wote. Na Juja constituency pale ni kutokana na kifo cha Francis Waititu ambaye aliugua kansa na kufa kuaga Februari tarehe 22. Vile Bonchari tunajua kawaida ni ama tunajua yaliyotokea pale ni baada ya mbunge aliyekuwa mbunge tuseme John Oroyoka kufa mnamo tarehe 15 Februari mwaka 2021. Ni hayo tu kwenye ukurasa huu wa 6. Katika ukurasa huu wa 8 wanasema kwamba mjadala wa bangi ufanywe kimakinifu sana. Unajua watu wasienda tu wapitishe tu kama BBI. Hilo ni jambo ambalo likipitishwa tu kama ni bangi ni bangi. Na hakuna mambo eti wanatumia kuabudu. Ikishapitishwa tu imepita. Hata wewe ukianza kutumia bado haina shida. Sasa kuja huku studio unafanya show pale, kama vile mimi natumianga maji na wewe pia una kinywaji chako pale. Sawa. Unajua sasa ikipitishwa ndio maana wanasema kwamba ikipitishwa waipitishe kwa umakini sana. Si ndio? Ndio unajua hata sigara kidogo wanaambiwa kuna mahali ustahili kuvuta sigara, sio?
hapa no smoking zone. Kwa hivyo kuna mahali inakuwa specific mtu anaenda kuvuta sigara yake. Vile vile bangi ni hivyo hivyo, kukuwe na usalama. Watu wa legalize maneno bwana, uchumi ya Kenya saidie wengine wapande bangi. Ipo sawa, hayo ni maoni yako tu. Kama mimi mwenyewe nasema tu hivi na mimi si Rastafarian. Iko sawa tu. Hiyo ni maoni yako. Hapa naona tunazungumzia kuhusu hisia za wanasiasa zadhihirisha unafiki wao. Hii ni baada ya jopo la majaji watano kupitisha kwamba BBI ilikuwa na Alan Foida. Hilo ndio jambo ambalo limeangaziwa huku. Kuna bi harusi moja. Kuna bi harusi moja kutoka sehemu inaitwa kama Ekitale Kanduyi. Huyu mwanadada alikuwa na kamati ambayo ilikuwa ikipanga harusi eneo hilo. Harusi ilikuwa imepangwa na imefika kileleni. Ilikuwa Ijumaa na harusi ilikuwa ifanyike Saturday, Jumamosi. Huyu mwanadada kuamkia usiku wa Jumamosi akaweza kusema kwamba harusi ile alikuwa ameota ndoto mbaya ikisema kwamba ile harusi haifai kufanyika. Walikuwa washajiandaa, wamenunua nguo, vyakula, lakini huyu dada akiamka asubuhi hiyo ya siku ya harusi akasema kwamba harusi hiyo isimame mara moja. Mbona? Kwa sababu alikuwa ameota ndoto mbaya kwamba harusi haifai kufanyika. Ndoto tu ikawafanya wakasimamisha. Ni vyema. Unajua kuna ndoto zingine ukiota mambo mbaya inafanyika. Ukiota sasa hivi usikuje kazi, acha kazi. Hiyo friend. Kuna vitu zingine unajua, kuna vitu zingine ukisikiliza tu kidogo unaona kama ni kuna upuzi. Wakenya sasa zingine we are not serious at all. Kwa ukurasa wa 10 ni barua tu wanasema kwamba Uhuru na Raila ni wakate tamaa kuhusu ripoti ya BBI. Wanasema kwamba pesa za BBI sirejeshwe, tusilazimishwe kupitisha BBI. Ni barua zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10 na 11. Naam, ukurasa wa 7 hapa mbio naona hapa kidogo jinsi wale majaji watano waliweza kufikisha kikomo BBI. Ni kama kuna marafiki zake Uhuru kidogo walikuwa wanacheza safe. Walikuwa wanacheza kiwao. Maana yake wamegundua kwamba kidogo imekomeshwa na sasa hivi wanasema hiyo si mwisho wa dunia. Wanasema muda unayoyoma ndio hivyo. Naona hapa Kalonzo anasema eti I also ask all Kenyans to respect due process and respect our judiciary. Kwa hivyo hii inaonyesha kidogo kwamba ingawaje walikuwa na ule msimamo kwamba BBI ipitishwe nini, unaona ndio itakuwa future ama maisha halafu ya Wakenya, kidogo tunaona kwamba ni wameanza kufurahia, wameanza wako hapo tu on defense. Unaona, unajua vigogo hao wa siasa kama Kalonzo Musyoka, Raila Amolo Odinga, Wetangula. The other day Wetangula was speaking kwa masishi fulani pale Bungoma. Alisema kwamba he said the same statement yenye msaliani Kalonzo amesema. Pia Raila naye alizungumza, aliweza kupeana ujumbe kama huo tu. Anasema kwamba wale wa Kenya ambao wanaendelea kushutumu mahakama waweze kukoma na kuna njia mwafaka ambazo wataweza jukua ili kuona kwamba ripoti hiyo zima ya BBI inafanywa marekebisho ama wanaenda katika referenda. Hivyo walisema kwamba wale wa Kenya ambao wanaendelea kushutumu mahakama waweze kukoma. Na vile vile unajua ameangazia kwamba muda unazidi kuyoyoma zaidi, muda unaenda, kura za 2022 zoezi zinakuja. Na niliona pale Manyora ilikuwa jana majuzi akisema kwamba kidogo huenda hakutakuwa na uchaguzi mwaka 2022. Haman Manyora ni mchambuzi wa siasa. Naam. Ukurasa wa 8 hapa tunaangazia kisa kimoja cha jamaa aliyekuwa amefungwa jela kutoka hapa Kisii. Alikuwa na miaka 66 aliporejea hapa Kisii. Alikuwa amefungwa kifungo cha maisha baada ya mama wake wa kambo kupigwa na kuuawa sababu ya tuhuma za uchawi. Kwa hivyo yeye pamoja na ndugu yake wakaweza kushikwa na kutiwa kwenye jela, wakakuwa arrested kwa hayo tu. Kwa hivyo mara ya kwanza ilikuwa alishikwa wote wawili ambaye anaitwa Choi na Francis Chweya Keronje. Walishikwa kwa tuhuma za kwamba walishiriki katika kifo cha mama yao ya kambo. Kwa hivyo mwaka wa 1995 ndo hao yalitendeka. Mwaka wa 2003 ndo hiyo kulikuwa na life sentence huo wakati.
And then mwaka wa 2014 rais akaweza kuwasamehea hao wote, kwa hivyo ikabidi amefunguliwa. Lakini anasema kwamba alipofika hapa Kisii aligundua kwamba mambo mengi yamebadilika. Unajua miaka ya 1990 hakukuwa na simu. Unaona sasa hivi kila mtu ako na simu. Alikuja akapata kila kitu kimebadilika. Mji wa Kisii hapa umebadilika kabisa, kila kitu imebadilika. Kwa hivyo anasema kwamba aligundua kila kitu imebadilika tu. Magari hakuiona gari inaitwa Probox, aliacha zikiwa zile matatu zile unazikumbuka, zile zilikuwa zimewekwa bench huko ndani. Kwa hivyo ni kisa ambacho kidogo anaelezea jinsi mambo yamebadilika na jinsi alikuwa amepoteza matumaini kwamba hata wewe irejea tena. Ni muda upi ambao umekaa nje bila kuja nyumbani? Sijakaa sana manake mimi ni mtu wa nyumbani. Hata ukiwa shule bado ulikuwa unatembea nyumbani pale? Mimi nilikuwa tu hadi naomba nafasi, mimi mgonjwa kidogo nakimbia nyumbani. Naam, nyumbani ni hivyo tu. Unajua muda mfupi sana kwangu nilikuwa pale Machakos. Nimekaa miaka miwili bila kuja nyumbani. Ulikuwa umeua mtu? No, hamna. Kushikana, unajua kuna time unapata uko busy. So nilipokuja nyumbani kama kumebadilika. Kwa sababu miaka miwili kwangu ilikuwa mingi sana. Nikija nyumbani naona mama yangu ni kama amezeeka tena. Lakini ambia watu wapende makwao, watu watembelee nyumbani waone at least. By the way, unajua kuna mtu anatoka kwao anaenda kujitafutia pengine Nairobi pale, anamaliza miaka 5. Brother yangu amekaa miaka 12. Alifukuzwa. Mimi wanamuona tu, mimi wanamtembelea pale. Akufukuzwa. Kushikana. Uongo, hamna. Hakuna kushikana, unaweza shikana ile uwezi enda kumuona mzazi ambaye anaweza kushikana. Unajua labda unakuwa busy na such a kind of uwezo kwa nafasi ya kwenda nyumbani. Hapana, unatupotosha. Tunajua mamangu, babangu inabidi kidogo. Unajua nikimaliza mwezi kama sijaenda kidogo naona ni hatia zaidi. Mwanzo mimi mwenyewe najihisi tu kidogo si yuko sawa. Kwa sasa kwa sababu nilikuwa nimemaliza miaka 2 kama sikuwa nakuja nyumbani, siku hizi wiki ishi. Na ukurasa wa 9 hapa mbio pia ni kisa cha mwanaume mmoja vile ambaye aliweza kushikwa vile akapelekwa pale kwenye jela na kidogo pia aliweza kufungwa kifungo cha maisha, lakini akakuja akasamehewa. Ubani kwamba alirudi kwake nyumbani akapata kwamba bibie aliweza kufariki, nyumba iliweza kuporomoka ikamwangukia akakufa. Watoto wakatoka wakaenda kwa wazazi wa bibi yake. Lakini anasema anafurahia tu manake alikuja akapata mamake bado yuko hai, watoto wake wasichana wako hai, ingawaje bibi yake alishaaga. So ikabidi ameoa tena, hakuna mtoto mmoja, maisha bado inaendelea. Ingawaje alikuwa amepoteza pia tuseme ile imani kwamba pengine atakuja kutangamana na watu tena pale kijijini. Ilikuwa ni tuhuma kwamba yeye na pamoja na Philip Andati Ndangamo, anaitwa Sifuna by the way, waliweza kusababisha wizi wa wa vurugu mwaka wa 2003. Kwa hivyo akaweza kufungwa kifungo cha maisha, lakini kidogo jaji alikuja akaangalia akasema kwamba hicho kifungo hakikufaa. Kilitolewa pale. Naam, kilitolewa, hakikufaa manake hicho kifungo cha maisha kidogo kilikuwa kikubwa zaidi kulingana na lile kosa ambalo liliweza kutendwa. Hayo ni katika ukurasa huo wa 9. Katika ukurasa huu wa 14 naona ni kuna jambo jana ambalo hatukulizungumzia pale mwendo wa saa 7 katika shangazi ya kujibu. Sijui ulitoweka, sijui what happened. Leo hii meza lazima tutakuwa. Sasa kuna mmoja huko anasema ameona kama mapenzi yake, anasema hivi, mpenzi wangu aliachwa na mke wake alipogundua kuhusu uhusiano wetu. Aliahidi kunioa, lakini sasa asungumzi swala hilo tena kwa sababu bibi yake alishamwacha. Sasa anasema kwamba naona pia hisia zake za mapenzi zimeanza kupungua kwake. Huyu ni mwanadada ambaye ni mpango wa kando wa mume fulani ambaye huyo mume ameoa. Sasa huyo mume bibi yake ashaenda kwa sababu aligundua ana mpango wa nje, ana mpango wa kando. Sasa huyu mpango wa kando wake mapenzi yao imeanza kupungua kwa sababu bibi ya huyu mwanaume alienda. Unaelewa kweli? Sielewi. Rudia. Acha nisome. Nasema hivi, mpenzi wangu aliachwa na mke wake alipogundua kwamba uhusiano wetu upo.
Aliahidi kunioa, lakini sasa asungumzi tena jambo hilo. Naona pia hisia zake kwangu zimepungua. Je, inawezekana anataka kumrudia mkewe? Ndio ni swali. Huyo kwanza kidogo ningempiga makofi ya kichwa. Na unajua ni jambo ambalo watu walitambui, manake kama wewe ni mpango wa kando, umesababisha familia ya mtu kusambaratika. Huenda atakuwa ndio, lakini una uhakika gani atakuwa ndio na hata kwa mpango wa kando jinsi alikuwa na wewe kama mpango wa kando? Sasa mimi nakuuliza Edu. Umeoa kwa mfano na una mpango wa kando. Sina, usiniseme mimi sina. Ndio maana nasema naam. Umeoa na una mpango wa kando. Unaweza kubali ule mpango wa kando wako pia naye akuwe na mpango wa kando? Si ni mipango ya kando yote. Umeoa? Naam. Mfano tu. Ni mfano, usiseme nimeoa na niko na mpango wa kando, ni mfano sio? Naam, mimi nimeoa. Nimesema niko na mpango wa kando. Na mpango wa kando pia kuna mpango wa kando. Kuna mpango ya kando ba. Haina shida. Yote ni mpango ya kando. Hata mimi hiyo ni mpango ya kando. Hamna. Huwezi kubali. Huwezi kubali. Na najua jambo linakuja ni hili, mpango wa kando ni okay, inakuwa hivi. Tuseme wewe umeoa. Uko na mpango wa kando, ndio. Wewe ndio unamprovidea kila kitu, nyumba ni yako, kila kitu, magodoro. Mpango wa kando. Naam, umemnunulia kila kitu, nyumba anayoishi niyo yako. Sasa jambo baya zaidi pengine ni huyo mpango wako wa kando aleta mpango wake wa kando kwa nyumba yako hiyo. Lakini mpango wa kando pia akimchukua kwake. Haina shida maana yake unajua tu naona wasiwasi. Hiyo ni mpango wa kando. Unajua naona wasiwasi. Huyo ni mpango wa kando. Hapa. Naam, ni sawa tu na tuseme tunaongea mambo gani yale? Anyway, tuseme pengine mimi nimeoa, sio wewe umeoa. Nichukue bibi yako kama mpango wa kando. Wewe uchukue bibi yangu kama mpango wa kando. Pesa mtazamaji, naona kama ukurasa huu wa 14 ni shangazi ya kujibu. Tutayangazia pale mwendo wa saa 7. Tutayazungumzia na sioni kama kuna taarifa nyingine ambayo ipo huko ambayo inafaa kuzungumzia tu katika gazeti hili la Taifa Leo. Kuna yale nakumbuka pale Kakamega ambapo watu walibadilishana mabibi. Hiyo unasema huyu bibi ameniboa bwana. Usinipatie bibi yako. Wanaishi na wapo sawa, wanaishi bado. Ndio maana nilikwambia kwamba Wakenya sasa zingine hatuko serious. Na kisa kingine pia kuna mwenye alikuwa anatamani sana kukunywa soda. Kwa hivyo akaambia mtweni nilie tu soda nikupatie bibi yangu. Nakumbuka alikuwa mwendeshaji wa bodaboda. Nakumbuka. Sasa zingine watu wa Western hawakuangi serious. Ni maisha tu. Na ukurasa wa 14 kunradhi. Ukurasa wa 14 hapa tunaona mahoteli pale Pwani requestiwa waweze kupunguza ada, manake wanaona kwamba kidogo tourists ama watalii hawaji tena, vile vile hawapati hela hivyo. Kwa hivyo wanasema kidogo waweze kupunguza ili kuna wale watu wa tunasema internal tourists hapa Kenya tu wapingine wanatamani kwenda pale kufanya nini hayo tu ili waweze kupata kidogo hela zipo chini zenye wanaweza kumudu. Kurasa wa 14 huo. Vile vile hapa tunaona Uhuru Suluhu deal favoring Tanzania's traders only. Tunaona kwamba Suluhu Samia alileta suluhu hapa nchini Kenya. Ndivyo watu walikuwa wanasema kwamba kidogo Suluhu ameleta suluhu hapa nchini Kenya. Na kidogo kabla ya kufa kwa aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, tunaona kwamba kidogo uhusiano kati ya nchi ya Kenya na Tanzania ulikuwa umelemazwa. Hivyo kuingia kwa Suluhu mamlakani kidogo aliweza kutembelea nchi ya Kenya na pengine akaamua kwamba kukuwe na uhusiano mzuri zaidi baina ya nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania. Kwa hivyo akasema kidogo kulikuwa na zile sheria zilikuwa zimewekwa pale kwenye mpaka kutoka Kenya Tanzania kidogo siweze kulegezwa ili watu wafanye biashara freely. Lakini sasa hivi tunaona kwamba baadhi ya watu ama wafanya biashara hapa nchini Kenya wanasema bado wakienda pale wakati wanavuka kutoka Kenya kwenda Tanzania wanaulizwa passports, wanasumbuliwa, pengine bidhaa zao zinakuwa confiscated. Kwa hivyo lakini hapa nchini Kenya waliweza kutoa kila kitu. Kwa hivyo wanabiashara kutoka Tanzania wanaweza ingia Kenya free mode. Unaona hivyo tu. Kwa hivyo wanasema kidogo ni kama ile deal baina ya Suluhu na Uhuru ni kama ina favor tu wa Tanzania na Kenya kidogo ni kama haiwafevi. Hiyo ni ukurasa wa 14. Ukurasa wa 17 hapa ndo tunauliza money isn't the only glue that can hold a marriage together. Wanasema kwamba fedha haziwezi
Kuna kwamba Masi angekuwa huku. Masi Onchita ni mtu ambaye msichana ambaye sana mwita tu msichana. Si msichana. Si mama pia. Si mama. Sasa yupo wapi? Mwanadada. Tofauti ya mwanadada na msichana ipo. Msichana kidogo, dada ni ule mdogo pale. Naam. Na mwanadada. Na wewe hatuko darasani. Naam. Ukisikia hilo swala hilo, ningependa tu nisikie maoni ya Masi. Endelea tu kulisungumza. Kwa hivyo wanauliza hapa, is it like money can be the only glue that can hold a marriage together? Kwamba unajua kuna watu wanasema kidogo, mimi siwezi oleka penye hamna pesa. Siwezi ingia kwenye ndoa penye hamna pesa. Sio? Unaweza? Ndoa? So unaingiaje ndoa yenye hauna pesa, unaezana nayo? Pesa sasa, unajua unaniuliza swali manake mimi si mwanadada ningemuuliza swali hilo. Unaweza oa kama una pesa? Ungeniuliza hivi, naweza oa bibi mwenye hana pesa, niulize. Sasa umejiuliza, jibu. Nijibu. Naweza, hamna shida. Sawa. Lakini kuna uhakika kwamba asilimia kubwa ya wanadada hawezi oleka kwenye familia zenye hamna pesa. Na kuna mapenzi kweli siku hizi? Mapenzi yapo, pengine wewe ndio hauna, lakini yapo. Haya sawa. Ukimpata ambaye anakupenda ndio hivyo, unaona. Naam, ndio nilikuwa nasema kidogo, kuna wale wanasema pesa ndo mambo yote. Ndio. Naam, hata mimi mwenyewe najua tu ndo mambo yake, manake nimesema ni mapenzi akikuja ndio hiyo, mtakula nini? Ama mtaanza kukata vidole mkikula. Hamna pesa. Naam, lakini ni swala ambalo limeangaziwa katika ukurasa huu wa 17. Ili ni swala ambalo linaweza zua mjadala siku mzima, manake kuna wale wanaosema kidogo pesa ndio mambo yote. Wengi wanasema tu kusema, unajua kuna kusema na kutenda. Wengi wanasema tu si lazima pesa. Lakini najua tu ni ile tu wawesema kwamba ni pesa. Na sijui mimi kufikia kuna wakati unapata kwamba kidogo haukuwa na hela, pengine ulikuwa shuleni pale, kuna ule msana ulikuwa unampenda zaidi, pengine ulikuwa unamchumbia, ulikuwa unamtaka kabisa. Alikuwa mwalimu wangu chuo kikuu. Alafu kidogo unaona anaona huyu mtu ana pesa na kutupilia mbali, hata dai kuongea simu ndio hiyo anakupia blue ticks kadhaa, lakini kidogo akuja kugundua kidogo jamaa kidogo siku hizi mwana habari sasa, anaanza kukutext, hello Vidal, did you move on? Hayo utendeka tu. Na mwisho hapa katika ukurasa wa 19, manake 18 sijaona lolote la kutufaidi, manake naona pia muda unayoyoma, muda unazidi kusonga. Ukurasa wa 19 hapa tunaona ni maoni kama kawaida. Kuna hao wanasema kwamba waziri wa mambo ya utalii anaitwa Najib Balala aliweza kusema kwamba kuna uwezekano kwamba game parks na game reserves zote zikuwe privatized, zikuwe za kibinafsi. Kuna maoni kadhaa ambayo yametolewa. Kuna wale wanasema kidogo, ikiwa the game parks and game reserves itakuwa privatized, kidogo itaweza kulinda mazingira, itaweza kulinda haya hizi reserves vyema zaidi kuliko jinsi government inavyorun. Na vile vile kuna wale wanasema kidogo hapana, manake serikali inazoa fedha kutokana na watalii wanaokuja vitu kama hivyo. Kwa hivyo imezua mjadala, sijui utaonaje kwa mtazamo wako ama kwa maoni yako kuhusiana na jambo hili. Ni hayo tu katika gazeti langu la The Standard. Unaweza likumbuka jambo ambalo nilikuulizia jana katika shangazi ya kujibu? Swala pengine unikumbushe. Kuna swala ambalo tulikuwa tumelizungumzia kwamba kuna mwanadada alikuwa amekaa na mpenzi wake kwa miaka 2. Huyo mpenzi wake mume ashaanza tayari kumuomba asali. Huyu mwanadada kuna wasiwasi kwamba ni mapema sana. Ndio nikakuulizia kwamba wewe ingekuwa tu ni Edwin, ni muda upi ambao utasakana na mpenzi wako ndipo uanze kumwambia kwamba hakuna muda hata siku moja, hamna muda, ni kuelewana, mambo ni kuelewana wewe nyinyi wawili. Najua mimi natamania kwamba inafaa kuwa miaka 5, miaka 7 hivi 8, 9, 10 ndipo uanze kuona kwamba mambo haya ni maelewano. Manake unaweza kuwa na mtu kwa miaka 5, unazidi kumwangalia lakini bado hujamsoma kwa miaka 5, lakini hujamsoma. Kuna zile hulka za mtu zenye ziko ndani huwezi zisoma, unaona. Na kuna wale wanaweza ficha tabia zao kwamba huwezi zigundua hata kama utachukua muda upi, angalau maybe muishi pamoja moja kwa moja unaweza zigundua. Sasa tendo la ndoa alihusishwi na mapenzi yenu. Unaweza pia kwa wapenzi kwa miaka hata 10 mkifanya harusi ndipo muanze kufanya tendo la ndoa. Tendo la ndoa. Mbona ufanye harusi? Kwani haraka ni ya nini? Yaani pole ni ya nini hapo?
Naam, wewe unaniuliza haraka ni ya nini? Na mbona alikuwa anasema kwamba hii miaka miwili ni miaka midogo sana kuanza kuombwa hiyo asali. Anasema kwamba anaonelea ni vyema wafanye ndoa harusi ndipo sasa huyo mwanaume enjoy. Naam, wako na dhamira ya kufanya harusi. Hawana, but sasa unajua ndio wana date. Wanangoja nini? Wanangoja nini? Miaka ni miwili sasa hivi. Umeanza, unajua kuna jambo lingine linakuja. Kuna wale wanaanza mahusiano, wamechumbiana, wamemaliza miaka miwili, miaka mitatu, mpaka zile hisia zinapotea, mnaachana, mnaanza kutusiana, mnaachana. Hayo mapenzi yanaisha, unaona? Unajua mimi ingekuwa mimi. Mimi huwa nikidate. Watu tukichumbiana na mtu. Tendo la ndoa tunalifanya pale harusini. Lazima tungoje mpaka harusi ndio tuanze kufanya hiyo mambo. Naam, huyo ni wewe. Na ukipata kwamba yule ambaye unamdate hataki mambo nini, anataka mbio, utafanyaje? Sasa hapo nitamzungumzia. Ndio nasema sasa ni maelewano tu. Kuna wale tunaweza kutana na wewe leo tuongee, tuelewane, iende hivyo, unaona? Kuna yule mnaweza ongea leo, unajua inafuata vile vile na maongezi yenyu nyinyi wawili. Kuna wale inaweza chukua mwaka moja, kuna wale inaweza chukua mwezi moja, kuna wale inaweza chukua saa. Mnakutana sasa hivi saa 8. Inawezekana imagine. Sawa. Mpenzi mtazamaji, kwa sababu naona muda ni kama unayoyoma humu, ni 30 tuseme sitimie mwendo wa saa 4. Nakumbuka kwamba tutakutana katika mpango mzima wa Seria Obotaka kuanzia saa 4 hadi saa 7. Tutakuwa tumeyazungumzia, tutaangazia uchaguzi mzima katika eneo bunge la Bonchari. Tutaangazia pale katika mpango mzima wa Seria Obotaka watu wamejitokezaje na kunaendeleaje kule. Hapo ni katika mpango mzima wa Seria Obotaka. La kwangu ni Fidel Omoshoge. Mwenda wa saa 7 ulisema kwamba kuna shangazi ya kujibu. Tutaangazia mengi hayo, lakini barikiwa tukutane katika mpango huo wa Seria Obotaka. Kumbuka kwamba leo kuna story yangu. Shukrani sana kwa kututazama AGR magazetini ama leo magazetini leo hii. Tumechukua muda mwingi zaidi leo na tunashukuru zaidi. Hadi hapo kesho sana wakati kama wa leo, mimi ni Edwin Mukaya. Hey, what's up everyone? My name is Alfax Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us, we are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here, anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Aboxy Global Radio. Now introducing My Story, Story Yangu.